Katika kijiji cha mawe kiitwacho Maajabu, kilichopo chini ya milima mirefu, aliishi kijana mdogo aliyeitwa Kito. Kito alikuwa na hamu kubwa ya kujua siri za ulimwengu. Kijiji chao kilikuwa na mlima mmoja wa pekee ulioitwa Mlima wa Minong'ono, ambapo upepo ulisikika ukisema maneno ya siri kila jua lilipozama. Kito alikuwa akitumia saa nyingi akitazama kilele cha mlima huo, akijiuliza ni nini kilichofichwa huko juu ambacho hakuna mwanakijiji aliyewahi kukiona. Siku moja, kijito kilichokuwa kikileta maji kijijini kilianza kukauka. Wanakijiji walikuwa na wasiwasi sana, lakini Bibi Hekima, mzee mwenye busara kuliko wote, alimuita Kito. "Kito, maji hayatoweki bila sababu," alisema Bibi Hekima kwa sauti ya kunong'ona. "Moyo wa mlima unahitaji kusikilizwa. Kuna kitu kimeziba njia ya uhai, na ni wewe tu mwenye moyo wa udadisi unayeweza kupata jibu." Kito alijua kuwa huu ulikuwa mwanzo wa safari kubwa. Bibi Hekima alimpa Kito kioo kidogo cha ajabu na kumwambia, "Hiki kitakuonyesha ukweli pale macho yako yatakaposhindwa kuona." Alimueleza hadithi ya kale kuhusu jinsi milima na mito ilivyokuwa ikizungumza na binadamu, lakini binadamu walipoacha kutunza mazingira, milima iliamua kunyamaza. "Lazima uoneshe heshima kwa kila kiumbe utakachokutana nacho njiani," Bibi Hekima aliongeza kwa msisitizo. Kito alianza kupanda mlima. Njia ilikuwa na mawe na miiba, lakini hakukata tamaa. Alipokuwa akipanda, aliona mimea ya ajabu inayong'aa gizani na kusikia milio ya wanyama ambao hakuwahi kuwaona kijijini. Kila hatua aliyopiga, alihisi mlima ukimkaribisha kwa sauti za chini za upepo. Alijua kuwa hii si safari ya kawaida, bali ni adventure iliyojawa na fumbo la kutatua. Ghafla, mbele yake alitokea ndege mkubwa mwenye manyoya ya rangi ya samawati anayeitwa Anga. Anga alikuwa amesimama katikati ya njia, akizuia kifungu kuelekea kileleni. Macho yake yalikuwa makubwa na yenye busara. "Unatafuta nini katika makazi ya mawingu, kijana?" Anga aliuliza kwa sauti iliyovuma kama radi. Kito alikumbuka ushauri wa Bibi Hekima na akainama kwa heshima kabla ya kujibu. Anga alimweleza Kito kuwa mlima haujaficha maji kwa makusudi. "Mlima una huzuni," Anga alisema, akitandaza mabawa yake makubwa. "Kuna siri iliyozikwa chini ya jiwe la kale, siri ambayo inahitaji ujasiri wa kutambua kosa." Ndege huyo alimwonyesha Kito njia ya siri iliyojificha nyuma ya maporomoko ya maji yaliyokuwa yamekauka, akimhimiza kuendelea na safari yake kwa moyo mweupe. Kito alifuata mwelekeo wa Anga na kufika kwenye pango lenye giza. Alikumbuka kioo cha Bibi Hekima na kukitoa. Kioo kilianza kutoa mwanga mkali ulioangaza pango zima. Pale, katikati ya pango, alimwona Anga tena akimsubiri karibu na chemchemi iliyokuwa imezibwa na lundo la takataka za chuma na mawe yaliyoanguka. "Hapa ndipo moyo wa mlima ulipopumulia," Anga alieleza. Kito alianza kazi ya kuondoa vizuizi hivyo. Haikuwa kazi rahisi, lakini alifanya hivyo kwa mapenzi na heshima kwa mazingira. Alipokuwa akisogeza jiwe la mwisho, maji baridi na safi yalianza kububujika kwa kasi. Kito alicheka kwa furaha, akihisi baridi ya maji miguuni mwake. Aligundua kuwa asili hutoa kila kitu, lakini binadamu lazima wahakikishe kuwa njia za asili zinabaki wazi na safi. Kito alirudi kijijini akiwa ameambatana na sauti ya maji yanayotiririka mlimani. Bibi Hekima alimngojea kwenye lango la kijiji akiwa na tabasamu kubwa. "Umerudisha uhai, Kito," alisema kwa fahari. Walisimama pamoja kando ya kijito ambacho sasa kilikuwa kimejaa maji safi tena. Kito alielewa kuwa siri ya mlima haikuwa hazina ya dhahabu, bali ilikuwa ni ushirikiano kati ya binadamu na ulimwengu unaowazunguka. Kijiji cha Maajabu kilifanya sherehe kubwa. Kito alikuwa shujaa, lakini hakujivuna. Alimuita rafiki yake, Sudi, na kuanza kumfundisha jinsi ya kutunza vyanzo vya maji. Mlima wa Minong'ono uliendelea kunong'ona, lakini safari hii, maneno yake yalikuwa ya shukrani na amani. Kito alijua kuwa kila mtu, awe mdogo au mkubwa, ana uwezo wa kulinda uzuri wa ulimwengu huu kupitia vitendo vidogo vya ujasiri.